Rais na sisi tumenyorosha mambo ya security. Wale wakora wa zamani wanajiuliza, na hii watu walikuwa wanatupwa, wanakuwa abducted, wanapelekwa Rivayala, kwa nini hii serikali haifanyi hivyo? Kwa sababu sisi, we are a government of rule of law. We only deal with criminals and deal with them according to the law. Ndio unaona wengine wanajiabduct. Mtu akiona ati ndio apate sympathy. Sasa surely, and I have to say this express. Juzi jana nikiwa ndege nimetoka London, ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati nikaambia DCI amepotea. DCI kaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. Si unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. So akaniambia, waziri, usiwe na wasiwasi. Huyo mtu alizima simu, na mara ya mwisho kuzima simu yake amesima kwa nyumba yake na ni bedroom, na amejifungia pale. Nikamuuliza DCI, siwende pale sasa uulize kwa family. Asema hapana, familia yake wamefunga gate. Wamesema walienda police station wakariport ati amepotea, lakini wakasema msikuje nyumbani. So today the IG aliamurisha police kwenda kwake kwa lazima, because somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari, akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. And these repetitive theatrics must come to a stop. And I want to ask the judiciary to become very vigilant. If we bring people who are abducting themselves before the court of law, you must take the severest action against them. Because then, if you don't, you are going to create a very bad culture in this country where people abduct themselves so that they can gain sympathy and to put government, that the government is in bad light. And I know where that script comes. Inatoka tu ule jamaa alijifungia hospitali kwamba yeye ni mgonjwa, ndio asiende kuulizwa maswali kwa Senate. Akafungia Koimburi. Koimburi sasa ameshasema wazi, alimlazimisha akampeleka kwa hospitali na akamwambia ujiambie wewe umekuwa self-abducted. Ndio hiyo ameambia Tuju afuate hiyo njia. That behavior must come to an end, and we are going to take stern action against all these people who pretend to have been abducted so that they can bring a bad name to the Republic of Kenya.